Msitoka! Aona binadamu kumia kwakoe kwake ndo furaha. Aona binadamu wabaya. Toka. Msitoka! Karibu. Naona tuna mgeni. Yeah. Okay. Huyu msichana amekuwa akija hapa mara kwa mara. Na hujaribu kunishirikisha chochote. Kuna nini? Ni kijana wangu. Ni binti yangu pale ofisini, ni mfanyakazi wangu. Oh. Mbona analia? Nataka kumwachisha kazi. Kwa hiyo kinachomuumiza zaidi ni kwamba yeye ana familia na hiyo kazi anaitegemea. Kwa hiyo nikimwachisha kazi hana sehemu nyingine, lakini kwa sababu ya ujinga na upumbavu wake nataka nimstopishe kazini. Okay. Masuala ya kazi mimi siwezi kuingilia. Umeshindaje? Niko sawa. Vipi? Mbona umechelewa? Si unajua fahamu hapa na pale.
lakini namshukuru Mungu, kila kitu kimeenda sawa. Nimerudi. Bila shaka umenipikia chakula changu nachokipenda. Yeah. Nenda ukaoge. Then ukaribie mezani upate chakula. Chakula kizuri sana cha Kinyakyusa. Okay. See you. Okay. Yeah. Tulieni, mali ya kwetu tunaishi nayo wanangu. Subiri mara moja, ile begi lina vitu vya muhimu. Shamba. Ile begi lina vitu vya muhimu. Jamani, wewe. Nashindwa kuamini malipo yangu ndiyo haya. Mume wangu, nimekufanyia surprise kidogo. Huyu anaitwa G. Ni msichana ambaye tutakuwa naye hapa ndani, anatusaidia kazi za hapa na pale. G, huyu ni mume wangu, anaitwa Mr. Tano. Kwa hiyo karibu, jisikie uko nyumbani. Shikamoo baba. Marahaba. Mke wangu, sijakuelewa vizuri. Unamaanisha huyu binti ndio atakuwa binti wetu wa kazi hapa ndani? Sahihi kabisa. Hivi kuna nini ambacho kimeshindikana juu yangu mpaka unaleta binti wa kazi? Au kwamba humu ndani kwenye nyumba yangu kuna watoto ili huyu awapikie, wakati vitu vyote mimi na uwezo wa kufanya mwenyewe? Labda nikuambie jambo moja. Unaofahamu msemo unaosema mwanamke mpumbavu huvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe? Mimi ni mwanaume na nina hisia na nakupenda sana mke wangu. Usikaribishe ibilisi wakati wa amani. Sihitaji mfanyakazi humu ndani kwangu. Wewe. Hivyo unachoniambia kina ukweli ndani yake? Mbona nichanganya wewe mtoto? Usiniambie watu wakuchukulia hati wajue. Mbona nachanganyikiwa mimi? Nitaambia kitu gani Devi? Yaani wewe ni kukaa kote unauza mpaka roho yako kwa ajili ya hizo hati. Leo unakuja unazipoteza kizembe hivyo. Dada mwenyewe sielewi. Yaani hapa nimechanganyikiwa, nimevurugwa.
Yaani ukiniambia watu walete hapa siwajui, nimewasahau. Yaani sikumbuki kitu. Mume wangu, nimeona kuna muda unachoka. Najua sana wewe ni mchakalikaji. Lakini kuna muda mimi ninapokuwa kwenye majukumu ya kikazi, anaweza akatusaidia kufanya usafi, kufua, kupika. Hebu naomba unisikilize na unielewe kwa makini sana. Sihitaji binti wa kazi kwenye nyumba yangu, wala sihitaji mtu yote, na ndio maana unaona hata ndugu haji kukaa muda. Nahitaji kukaa na mke wangu tu, sihitaji mtu mwingine. Lakini wewe, nikizungumza nimeshazungumza. Mwenda wazimu. Inabidi tu uende kwa sababu hapa hakuna amani tena. Wewe mwenyewe umeona hali halisi. Sawa dada, mimi nikuelewa. Sasa mimi nitamwambia kitu gani Dave? Dada, yaani unaanza utamwambia nini Dave? Bado ni wazima mimi mdogo wako na urudije mle ndani? Dada hapana kwa kweli. Mimi mle ndani sirudi. Mtakuja kuniokota maiti. Hivi imagine nimerudi mle ndani afu unagundua mimi ndo nimebeba hati. Naishije? Mpo kuniokota maiti. Kusema kweli sirudi. Nitakuja kufa kwa vitu ambavyo mimi mwenyewe sivijui. Dada. Tayari umeshafanya kosa. Kukaa hapa ni kutafuta kosa lingine. Sikiza nikwambie mdogo wangu. Pumzika, shusha presha yako, nyanyuka uende. Ukiendelea kukaa hapa, utaingia hatiani wewe pamoja na mimi. Maana itaonekana moja kwa moja wewe ndio umechukua zile hati. Mimi nitamtafuta Devi, nitaongea naye na imani atanielewa. Dada hapana kwa kweli. Achanganyikiwa mimi mnanivuruga. Nakuelewa. Ila tulipotoka ni mbali sana kuliko tunakoenda. Kaza moyo. Rudi mle ndani, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa mdogo wangu? Nashindwa kuamini malipo yangu ndiyo haya, ila najipa imani Mungu atanilipa kwa haya, na yule unayemuamini atakuliza vibaya. Mke wangu, mbona uko kimya? Nakusikiliza. Nini unanitia? Tena naomba unisikilize kwa makini sana. 5. Yule msichana naomba iwe mara ya kwanza na ya mwisho kumuona kwenye hii nyumba. Sitaki. Ni vibaya kukunyoshea kidole kama mume wangu, lakini nakunyoshea ili kuonyesha msisitizo. Yule msichana kuingia tena humu ndani iwe mara ya kwanza na ya mwisho. Sitaki. Sitaki. Ndoa yangu mimi ni kitu cha thamani kuliko kitu chochote duniani. Hebu naomba unisikilize mke wangu. Unajua hivyo ni kitu kibaya sana kwenye maisha. Na ukiuendekeza kuna baadhi ya vitu utakosa. Yule binti mimi ni mfanyakazi wangu. Mfanyakazi wapi 5? Mfanyakazi wapi? Yaani wewe ndo unajiamulia mambo, si ndio? Kwamba akitaka kuingia kwenye nyumba anaingia, akitaka kutoka anatoka. Yaani wewe ndo uamue kwenye nyumba yangu mwenyewe. Si ndio? Iwe mara ya kwanza na mara ya mwisho yule msichana kuingia kwenye nyumba. Wewe ni mume wangu na ninakuheshimu sana. Hii ndoa naona naipambania sana peke yangu. Umenyamaza uoni? Yaani uoni kabisa. Uoni kwamba nateseka, uoni kwamba hivyo vitu vinaniumiza, uoni. Unachojiangalia ni wewe kwa manufaa yako mwenyewe. Sasa mimi sitaki, baba, sitaki. Naomba unielewe mume wangu, sitaki. Vipi?
Kuna jana ulikuwa patikani kwenye simu. Nimekupigia sana usiku mzima. Umenifanya mpaka nikose usingizi. Unajua sweet kipenzi, shida yako na wivu mno. Yaani kuna simu yangu haipatikani kidogo tu. Wewe kwako pressure juu. Jaribu kujiamini basi. Uko na mwanaume makini, mwanaume smart, anayejua misingi ya mahusiano. Kwa hiyo ndio hofu. Habari za kuona sipatikani unaanza kuweka roho yako juu mamangu, utakuja kujiua bure kwa vitu ambavyo hata havipo. By the way, jana nilipotoka hapa simu yangu ilizima. Na kutokana na mazingira ambayo nilikuwa nipo, simu yangu ikawa sina uwezo tena kuichaji. Kwa hiyo naona sipatikani. Lakini niko salama, nimerudi salama na niko salama, nimekukuta salama. Bila shaka wewe alifika hapa salama, si ndio? Una tatizo. Ndio maana nilikupigia simu sana usiku. Nilikuja kosa kupatikana. Hiyo ilizidi kuninyima usingizi. Tatizo gani tena? Huyu wakati anakuja huko alivamiwa na vibaka. Mke wangu, narudia tena, punguza wivu. Wivu ni ujinga. Nakwambiaje, yule binti anapokuja hapa nyumbani ni kutaka nimrudishe ofisini. Anaomba msamaha arudi ofisini kwa sababu familia yote inamtegemea yeye. Sasa wewe unaleta wivu? Yule ni mfanyakazi wangu. Mfanyakazi gani? Hivi Tano, naona unielewe. Ulipokuja nyumbani kunichukua, ulichukua mwanamke ambaye ana akili zake timamu. Na kwa ninavyokujua wewe, usingeoa mwanamke wa ovyo ovyo tu. Usingethubutu. Kwa ndio kujua kwamba nina akili zangu timamu. Nimefanya uchunguzi. Yes. Nimekuja ofisini. Nikafuatilia wanaosaini, wageni wanaoingia na kutoka. Hayupo. Kwenye listi ya wafanyakazi wako hayupo. Yaani unataka kunidanganya kitu gani? Kama basi ni mfanyakazi wako, ni biashara zako ambazo na zenyewe ni magendo. Nyumbani kwangu sitaki. Hii ndoa ni ya kwetu mimi na wewe. Na tunapaswa kuilinda mimi na wewe. Sasa kama wewe hautofanya, mimi nitafanya. Tano, sitaki yule msichana aingie kwenye kwani unang'ang'ania nini? Narudia tena. Sitaki. Sitaki. Akija kukanyaga kwenye hii nyumba tena. Mume wangu. Utasahau kwamba mimi ni Sekela ulionitoa kwetu. Ule unyakyusa halisi utauona ndani yangu. Nakwambia ukweli. Utasahau kwamba mimi ndio yule uliyekuja kunichukua nyumbani. Nitakuonyesha. Narudia tena mume wangu mzuri. Sitaki. Period. Wakampula lile begi ambalo alikuwa amebebea hati. Hii inawezekanaje? Yaani kivipi? Kiaje yani? Anawezaje kuibiwa hati? Jamani, yaani kuhangaika kote sisi tumehangaikia bure? Kweli bure? Hebu sweet, hebu acha masiara bana. Hebu acha utani. Acha utani mamangu. Kwa sababu haiwezekani tupambane, tuumize roho zetu, tuumize nafsi zetu, tuwe mataila machizi, afati zinachukuliwa kirahisi tu. Yaani zinaibiwaje kivipi? Kivipi sweet, kivipi? Nashindwa kuamini malipo yangu ndiyo haya, ila najipa imani Mungu atanilipa kwa haya.
na yule unayemuamini atakuuliza vibaya. Najiuliza wai mimi ila siku nipitie haya. We utafanya mema kulipe mabaya. Hauna binadamu, hata maumivu yako wanaona sawa. Hauna binadamu, na hata ukisema ndo nampapa. Hauna binadamu, kumia kwako wewe kwake ndo furaha. Hauna binadamu, binadamu wabaya. Binadamu wabaya, binadamu wabaya, binadamu wabaya, binadamu wabaya, binadamu wabaya, binadamu wabaya, binadamu wabaya. Mapenzi usaliti, unayempenda ahoni ndo bingwa kuchiti. Na achozi langu la ndani, maumivu moyoni, mimi ni shena nani, binadamu siwamini.